utapokea kula Bwana mchungaji. Vipi? Karibu. Salama. Asante. Habari ya uzima? Salama. Kwema lakini? Kwema utokako? Salama kabisa. Sasa habari? Fresh. Ndio. Sasa bwana mchungaji. Mimi na shida bwana. Una shida? Nina shida. Shida gani? Changamoto ya maisha ama? Hapana, unajua bwana, sijui nikwambieje kwanza. Sasa hapo bwana, mimi nimetaka kuoa. Wewe unataka kuoa? Nataka kuoa. Sasa kuna baa pale, kuna dem nimemuona. Taratibu. Hebu nieleze. Dem. Nini maana ya dem? Nini maana ya dem? Dem si mwanamke yani. Basi tumia basi kauli nzuri. Sema kwamba kuna mdada nimemuona, nimempenda, nataka tuanze kuhusiana. Sawa. Anyway, sasa yani hivi sawa. Kama hujanielewa, yani hivi kuna mwanamke mmoja alafu kofia yako ulipokuwa unaongea mtumishi unaweka kofia. Mtumishi nilikuwa sawa, nisamee. Umeona bwana, nataka kuoa. Kwa naomba unishauri, uniombee niweze kumuoa. Sikia kwanza kwambie. Unajua nini? Dunia ya leo ndugu yangu, kumpata mwanamke ambaye unaweza kuanzisha naye mahusiano, hatimaye mkafunga ndoa ni vigumu sana. Unajua ni kwa nini? Wanawake wa sasa wamekuwa wanautumia utu wao kama biashara. Siku hizi wanadamu tumebadilika, tumekuwa ni bora hata ya wanyama. Unamfahamu mbwa? Mbwa? Mbwa unafahamu mbwa? Miguu minne hivi. Yes. Yule mbwa yule, sawa. Wale mbwa wana msimu wa kufanya utaratibu wa yale mahusiano yao. Ulishaona mbwa wanakimbizana ovyo ovyo? Ukiwaona ujue kuna msimu huo, si ndivyo? Neno la Bwana linasema hivi. Vipi? Sasa mchungaji, neno la Bwana linasema hivi. Sikiza kwambie. Haya. Linasema hivi. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Unaona? Kumbe Mungu alituumba tuwe tunawajua wake zetu. Ina maana sio holela. Wewe unatafuta mwanamke ambaye anajiuza. Kweli? Nimeanza kuelewa. Kwa hiyo mwanamke wa ni sawa na mbwa. Mbwa wote anafanya anavyotaka, lakini ni zaidi ya mbwa. Kwa sababu gani? Mbwa wanafanya tendo lao, wale mbwa wana utaratibu. Lakini sisi binadamu wa sasa hatuna utaratibu. Iwe msibani, iwe kilabuni, iwe kanisani, iwe misikitini, iwe iwe barabarani, mtu anatongozwa na anatongozeka. Si mwenzangu unamtafuta mwanamke wa namna gani? Yaani mimi nataka awe na makalio makubwa. Unaona sasa upe fulani hivi. Hapo shida tayari. Wewe mwenyewe tayari unapigana na mapepo. Kinachotakiwa hapa ndugu yangu, wewe panda kitu. Unahitajiwa uombewe. Ufanyiwe maombi. Tena maombi ya kina. Uko tayari? Mimi niko tayari, maana shida na mke. Yaani mimi niko tayari kabisa. Okay, sawa. Sasa kabla sija kuombea, naomba nikupe maswali mawili au matatu. Mawili. Swali la kwanza. Huyo mwanamke unayemtafuta, upo tayari kuishi naye kama mume wake au kama mchezo? Niko tayari kama mume wake. Ishi kama mwanamume wake. Ala pili. Na namba mchanga huko. Tunapita huko. Cha tatu. Una uhakika kipato ulicho nacho kinaweza kukizi mahitaji ya mwanamke wako? Au unaona au naweza nalo kabisa na nini? Naweza kwa uhakika, lakini vijana. Amina. Yaani usiwaze. Basi swali la tatu tu la mwisho. Unajitosheleza? Ni mwana. Basi ile swali ni mwamba. Basi hamna shida. Yaani hapa ndo Tabora kabisa. Basi hamna shida. Wewe unachofuata pale ni maombi. Piga magoti basi
ili nikuombee kusalisha kwanza sala ya toba ili nani mchungaji itabidi kuombee. Amin. Kwa nini nipige magoti? Piga magoti. Uombe yale maombi magumu kabisa, yani amfikie sasa. Nyosha mkono, nyosha basi mkono wako mmoja, wa kushoto wa kulia. Wa kulia, wa kulia. Ufuatishe ninavyoongea. Mungu Baba. Naja mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Ninaomba. Naomba unisamehe dhambi zangu. Ili niweze kuoa. Niweze kuwa na roho ya kutoa sadaka kwa mchungaji. Niweze kuwa na roho ya kutoa sadaka. Kumbuka ile sadaka kwanza na neno la muhimu hilo, sawa? Yani niwe natoa sadaka kwa nani? Kwa mchungaji. Kwa mchungaji. Niwe na roho ya utii. Utaambiwa buku sadaka natoa buku. Hapa ni kiapo. Ndio maana nasema. Niwe natoa buku kila siku nani? Kwa utii. Alafu kila Jumapili 10:10. Mchungaji. Unataka kuoa? Naoa mtumishi. Kila Jumapili ndugu yangu, usipunguzie kidogo jamani. Mchungaji. Kwa Mungu unamfundisha Mungu. Unanifundisha mimi kukuombea? Hapana mchungaji, nataka kusema kila Jumapili natoa 10,000. Kila Jumapili natoa 10,000. Kama sijaenda kanisani natuma kwenye simu. Kama naenda Jumapili natuma kama sijaenda kanisani natuma kwenye simu. Kama sijaenda kanisani natuma kwenye simu. Natuma ya kutolea. Ya kutolea jumla. Asante Yesu. Usishike magoti. Magoti yanapouma ndio utukufu wa Bwana unaingia. Alafu utakapoanza kuomba usisimame. Ufumba macho sasa niombe sasa. Amina. Nishusha mkono. Amina. Asante Kristo wa jina la Yesu Kristo, nambariki huyu kijana aweze kuwa roho ya nyama ya kutoa sadaka. Mbona mapepo hauna nayo? Yamo. Kwa jina hizi mapepo. Toka. Ili kesho hawe. Hashakarabakata karaka. Simama. Haleluya. Simama. Mapepo tayari. Yaani pisha mtumishi. Unabuku hapo. Unabuku hapo. Nafasi nyumbani kalete baadaye. Wewe nimeomba hapa hapo. Leta buku. Utabadilisha utaratibu wa maombi. Sasa mtumishi, kama umeona naomba buku, kama kiniomba na yeye mtumiana nini? Mwanamke, si nitaisha. Sasa hapa change mbona kama sina hapa? Basi nitatoa jero inatosha. Jero. Yaani nikupe buku nipe jero, si ndio? Asante kwa kunisaidia. Yeah. Sasa hii sadaka ambayo nipe jenji. Tanzania lakini wewe na mtumishi una account ya Mungu wewe ndugu yangu nakagua hela. Shukrani. Naweza mnazifikisha kweli. Chanchi yangu mtumishi sasa. Ngoja mtumishi unaangusha wewe. Mtumishi hii kabisa. Hii nimeleta ili kuja kukufundisha. Zinaweza kwa 3 moja iko wapi imetumika? Nimeleta hapa kuja kufundisha. Unajua kuna vitu vingine mapepo bado nao. Ninakwambia hii nimeleta ili kuja kukufundisha. Ngoja. Nimekuja kukufundisha kwamba hizi hazitakiwi. Na ndio maana uliposema kwamba wewe wanawake wa baa kwanza ile buku yangu mtumishi utaratibu huo. Naomba pesa kwenye ibada wahi. Ile buku yangu jamani ibada wahi. Na mchungaji kaniachia kondoo kuna deki, yani anakula kondoo wa Bwana, buku yangu kuna deki.